bila kushurutishwa ili kudumisha amani, usalama na utulivu nchini. Kibali chopewa na IGP na ofisi ya IGP ili tuweze kuona namna gani wa Tanzania tunaweza kuishi kwa amani na kwa utulivu kwa kuzitii sheria za nchi hizi zilizojengwa katika msingi wa sheria za Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Kana inspector aliyopo sasa kamweleza kwamba tulipewa na ofisi yako kibali cha kufundisha baraka za utii wa sheria bila kushurutishwa, na tunataka nayo tuone namna gani unapokipa nguvu kibali hiki. Tukakaa naye akanipa kamishna wa ulinzi na ushirikishi, kamishna Musa, tukakubaliana naye ametupa nguvu kwa kutupa kibali cha kuona kwamba kazi tunaifanya ni kazi njema, ni kazi ya baraka. Wa Tanzania tukae kwa utulivu, kwa amani, pale tu ambapo tutakubali kutii sheria za nchi hii bila kushurutishwa, kwa sababu sheria za nchi hii nyingi zimejengwa katika sheria za Mungu. Bwana asifiwe. Hizi baraka ndio ambazo nataka ujue tutazipata wa Tanzania, lakini mara zote tumekuta kwamba haijawezekana mpaka pale ambapo mtu ameokoka. Ndio maana tunataka uokoke. Wale kwa majambazi, wale kwa vibaka, wameweza kutii sheria za nchi hii na kwa raia wema baada ya kuokoka. Biblia inasema kama mkienda katika amri zangu, Mambo ya Lawi mlango wa 26 mstari wa 3. Kama mkienda katika amri zangu na kuyashika maagizo yangu na kuyafanya, ndipo nitazinyesha mvua zenu kwa nyakati zake, na nchi itazama ongeo yake, na miti yake mashambani itazama matunda yake. Mstari wa 6, nami nitawapa amani katika nchi. Haya, hizi ni ahadi za Mungu. Kama tukitii na kufuata maagizo yake, tutamtii Mungu na kutii amri zake, Mungu anasema tutakaa kwa amani. Na ndio maana jeshi la polisi linaturuhusu tuhamasishe kwa msingi wa nguvu ya maandiko. Watanzania kubali kutii sheria za nchi hii bila kushurutishwa, ili tupate kukaa kwa amani na kwa utulivu. Na kwa njia hiyo kanisa na jeshi la polisi tuwadao. Kanisa tunashirika pamoja na jeshi la polisi katika kuona jinsi gani tupige vita uhalifu, tukae kwa amani. Baada ya maelezo haya, ni heshima yangu kumleta mtumishi wa Mungu huyu ambaye ilinichukua miaka 4. Unasikiliza? Nilichukua miaka 4 kumpata mhubiri huyu. Nikimwalika njoo sema, lakini na mimi na kanisa langu, na mimi nasema naenda kusali. Ngambia ndio. Na kualika tumitoa baraka mwaka 2007, mwaka 2008, mwaka 2009, mwaka 2010. Akasema sasa yatosha, lazima niokoke. Sema hadharani. Akasema nataka niokoke hadharani. Mchungaji, si mchungaji mtarajiwa tena. Maaskofu tuliosimamia huduma hii tumeona ni mchungaji kamili. Ni mchungaji anatoa huduma zote za kichungaji. Nikuondoa mashaka, askofu wangu mkuu msaidizi wa TAG alipokwenda kuhubiri kwake akasema na chombo nampeleka ndani ya kanisa baada ya mkutano nje. Askofu Bishop Livingstone wa Kongwa akasema na mkubali. Paka mhaziri wetu mkuu kule Sengerema hajawa mchungaji mtarajiwa, tunamtambua kama mchungaji. Kwa hiyo tarajia kusikia kitu kutoka kwa mchungaji Emmanuel Mgae. Hebu shangilie kwa makofi anapokuja sasa. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako hiyo haijanoga. Mwambie itikia inayonoga. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako kidogo inoge, lakini haijanoga sana. Alafu mwambie itikia inayonoga sana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nisaidie kupunga mkono juu hivi, na ukiinua usishushe nione yule mtu mwenye roho mbaya. Maana kuna watu wameungwaga hawasalimii. Usishushe niki. Hebu we mama wewe. Acha roho hiyo. Hapa wote wana roho. Kweli bwana, wani wote wako kwa. Piga makofi na vigelegele kwa Bwana. Haleluya. Mna amani watu wa Mungu?
Nashukuru sana askofu kwa kuona na mimi pia nastahili kuja hapa. Mtumishi wa Mungu kwenye vyombo ufanye viwake vinalia kimjini. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninakushukuru sana Bishop kwa kweli kwa kutupa mwaliko na mimi pia nikanyage mahali hapa. Mama Bishop ubarikiwe sana, watumishi wa Mungu, watendaji, mama mchungaji kutoka pale Tenende, Mungu wa mbinguni akubariki sana. Haleluya. Waimbaji wote mwanawani mmenoga. Amen. Jipigieni makofi na vigelegele kwa Bwana. Lakini pia mnipigie na mimi pia nimenoga eti. Jamani, mnakuwa mpaka mtu aombe. Haleluya. Muna amani. Namshukuru Mungu kuweko mbele yako siku ya leo. Kama ambavyo Bishop wangu ameongea mahali hapa. Na mimi siku moja nilikuwaga kama ambavyo mwingine yuko jioni ya leo. Haleluya. Alafu huyu aliyesimama huyu wa mwisho anaitwa Bishop Bruno Mwakiburu akawa ananihubiria. Karibu kanisani kwetu. Na nikamwambia baba, mbona tunakaribishana kanisani kwenu na sisi tuna kanisa? Haleluya. Ndio ya kuitana kwenye sisi tunalo. Amen. Lakini akaendelea kuniambia hapana. Karibu huku. Nilikuwa najua sijui ni nini mwanawani. Lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu unavyoniona hivi ni kwa sababu pia hizo jitihada za kunikaribisha. Na mimi nimeokoka na mpenda Yesu. Hebu ongeza makofi na vigelegele. Amen. Lakini watumishi wa Mungu mnisaidie jambo hivi. Nani? Joel nishikie hizi kwanza. Mbona hapa kama naona roho ya kuimba inasogelea. Haleluya. Yaani naona kama moyo unaenda mbio. Sema amen. Alafu nina furaha kuona vijana wengi mmejitoa, mmekuja mahali hapa, kina dada, kina mama, watoto pia. Mungu wa mbinguni awabariki. Haleluya. Na hawa watoto wote ni hapa hapa tu eneo hili. Mnajitahidi jamani, mjipigie makofi. Maana ni kama mashindano. Haleluya. Amen. Tukuyu mmenoga. Haleluya. Hebu kwanza tusaidiane, munisaidie kuitikia kaka nyimbo. Kuna kanyimbo hivi mimi niimbishe, alafu wewe unisaidie kuitikia. Nikiimbisha unisaidie kuitikia neno, unasema tu ni sawa. Nikiimbisha kanapokua kaneno kanaitwaje? Ni. Yaani wewe unisaidie tu kujadiliza hapo kanaitwa ni. Uko tayari? Hebu nisaidie kumgusa jirani, mwambie na wewe tunaomba sauti yako please. Haleluya. Hebu tujaribishe kutende. Nyimbo hii jamani, nyimbo ya niliitunga huko kwetu kijiji. Siku hizo choka niko masikini, nimezaliwa na mafunza miguu. Ashukuriwe Mungu wangu wa mbingu kwa kunitoa huko kwetu uvungu na kunileta tauni tena Kinondo. Kanipa nyumba 3 moja Kigambo, kanipa gari nzuri moja nini saa, nikiendesha na vyoringa mitaa, nikiendesha na ega madirisha. Kuna wakati na achia usuka, yani kidogo ni ingie mtaro. Kuna vijitu twa shetani, hatujawahi kuingia kanisa, hatutakaje hata kuja mkutano. Tunazurura humu mitaa na kutucheka tuendao kanisa, wakati sisi tuna amani mioyo. Tunachoomba tunapata kwa imani. Nyimbo hii ikipigwa hospitali hadi wagonjwa wanainuka vitanda, wanakataa dozi zote za kwini. Mbona nijiulize dada watapona nani? Hebu ongezea makofi na vigelegele kwa Yesu. Haleluya. Yani mania yaishi. Hili ni mania mengi. Anyway, tumisho tuomba, kuna CD yangu inaandikwa surprise hapa. Amen. Acha tugonge songi moja linasema surprise. Hebu mwambie jirani yako surprise. Haleluya. Acha tupige hapo kasongi bwana, kanaitwa surprise. Alafu yani leo ngoja niwaambie hivi. Leo tunasalimiana. Haleluya. Lakini walioko hapa mbele, huyu anaitwa Enos Lazaro, ameokoka na mpenda Yesu. Mpigie tu kwa kidogo. Na huyu ni Edward Ngese, ameokoka naye, mpigie tu kwa kidogo. Alafu yuko missionary hapa anaitwa Joel, tafadhali mpigie naye tu kofi kidogo. Alafu yuko mpiga picha huyu hapa mwanawana anaitwa Ale, niongezea tu kofi mwanawana.
Alafu yuko mtumishi wa Jehova aliyeinuliwa sana, amepewa ni kamera kubwa. Ongeza makofi mengi mengi. Haleluya. Wale. Hebu niwe yaani kuna watu sasa, kwa nini umesimamisha? Kwa nini? Najua umejiuliza kwa nini. Wanaendelea. Atika sikitu pikitu papa tikitu kanka kika pikitu pampa pikitu pampa kitu nicheze ile ya kishuleni, nicheze ile ya kishuleni, jieleze ongezea makofi na vigelegele karibu. Mniruhusu tu nisome Biblia alafu turudi kwenye nyimbo, maana hamu haijaisha. Haleluya. Sema amina basi. Alafu kama unaona kuna mtu amekaa hivi mbele uone vizuri, muombe tu akae, au kama miguu ina nguvu uwe una amani. Haleluya. Watumishi wa Mungu kwenye vyombo mnyongorote sasa, maiki iseme kimataifa sasa. Iwe inasemea hewa. Haleluya. Ni wakati wa neno la Mungu, msaidie kumgusa jirani, mwambie ni wakati wa neno la Mungu. Haleluya. Tutasoma neno la Mungu hapa, alafu tutaongea neno la Mungu kwa kifupi sana, alafu turudi tena mahali hapa. Leo tumesema tunasalimiana. Haleluya. Biblia nitasoma kitabu kinaitwa Wafalme wa Pili sura ya 7, alafu nitaanza kusoma kwenye mstari wa 3. Haleluya. Kitabu kinaitwa Wafalme wa Pili sura ya 7, alafu nianze kusoma pale kwenye mstari wa 3. Kama unasema ya kuandika, uandike tu nyumbani kwenu, utaenda usome. Najua simu mnazo, uandike tu aka kaneno ukifika nyumbani kwenu. 3. Haleluya. Ninajua hata wakati askofu wangu hapa anasema huyu ni mchungaji, kuna watu wakaanza kujiuliza moyoni, huyu ndio mchungaji. Haleluya. Amen. Unataka au utaki sawa, kwa maana ninamtumikia Mungu sio wewe. Haleluya. Ndiye jinampeleka Mungu. Amen. Wafalme wa Pili 7, nitaanza kusoma kwenye ule mstari wa 3 na nitasoma katika jina la Yesu. Na muwe mna amani, tuacha nisome tu mistari twingi kwa maana wengine hamsomage kabisa Biblia ili ujue naongea kuhusu nini. Haleluya. Amen. Nitaanza kusoma pale kwenye mstari wa 3. Biblia inasema hivi, nitasoma katika jina la Yesu. Biblia inasema, basi walikuwako watu 4 wenye ukoma penye lango la mji. Wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema tutaingia mjini mna njaa, nasi tutakufa humo. Nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami. Wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami. Na walipofika mwanzo mwa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu, kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami
kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli ameajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Misri waje wapigane nasi. Kwa hiyo wakaondoka, wakakimbia kungali giza bado, wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo chao vile vile kama kilivyokuwa, wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Baba mtakatifu, nimelisoma neno lako. Tazama, watu hawa Mungu wamekuheshimu, na umesema Mungu kwenye neno lako ya kwamba imani huja kwa kusikia neno. Na kwa ajili ya neno hili, mfalme wa ajabu, tengeneza imani mioyoni mwa watu wako. Imani zinapoongezeka, magonjwa yanatoweka, shida zinawaachia, vifungo vinafunguka. Nami nina hakika Roho Mtakatifu anaenda kunena na kusanyiko hili sasa, ni katika jina la Yesu Kristo. Mkutano sema amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza nataka niwaambie tu kitu kimoja, watumishi wa Mungu ambao tunaonana kwa mara ya kwanza live. Inawezekana wengine mmekuja hapa ukatoka nyumbani ukasema acha nikamuone Masanja. Haleluya. Lakini habari njema ni kwamba badala tu ya kumuona Masanja uondoke, jioni ya leo unapiga ndege wawili kwa jiwe ngapi? Moja. Maana umemuona Masanja, lakini pia unaondoka na Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai mahali hapa. Hebu sema amen. Nimesoma Biblia kwenye hichi kitabu cha Wafalme wa Pili. Biblia inazungumza habari za watu wanne wenye ukoma. Amen. Na ujumbe ambao nataka niseme na wewe kupitia watu hawa wanne wenye ukoma, ambao umeona vile ambavyo Mungu ameonyesha nguvu zake kwao, na maana yake hizo nguvu Mungu anaenda kuonyesha pia hata kwako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe mkutano. Nikikusalimia uwe na amani wake unajibu. Mbona mnakimbia? Mnaona mvua inakuja? Basi acha nikimbize, maana hili linapofika ikutake nimemaliza. Haleluya. Biblia inasema kulikuweko na watu wanne wenye ukoma nje ya malango ya mji. Halafu Biblia inasema pale walipokuwa nje ya malango ya mji hawakuwa kwa sababu wanapenda kukaa pale. Inasema wako pale kwa sababu jamii imewatenga. Haleluya. Na kwa sababu jamii imewatenga, wakajipata wako nje ya malango ya mji. Halafu Biblia inaendelea kunogesha hii habari zaidi. Inasema kwa sababu hiyo wakoma wakaendelea kupata shida. Haleluya. Bariki watu wa Mungu wenye miemvuli, mnafungua miemvuli, mnasogea hapo. Sogeza hapo miemvuli, watu wengi mnakaa, tunaendelea kuhubiri. Haleluya. Na mimi nishikie hizi simu, manake sitaondoka hapa mpaka tuelewane vizuri. Kumbe ziko kule. Amen. Haleluya. Biblia inasema wale wakoma wakiwa nje ya malango ya mji wakaona hali inakuwa mbaya. Sema hali mbaya. Wakaona maisha yanawawia magumu, kwa maana hawawezi kurudi ndani ya mji. Biblia inasema wakati huo ndani ya mji wa Samaria kulikuwa kuna njaa. Halafu wanatengwa, watakiwi kuchanganyika na watu kwa sababu wanao ukoma. Ninazungumza na watu ambao pengine mahali hapa umekanyaga tu kwa imani, lakini jamii imekutenga. Pengine umekanyaga mahali hapa wazazi wako wamekutenga. Pengine umekanyaga hapa mume wako ameshakutenga au mkeo amekutenga. Lakini habari njema ni kwamba jioni ya leo yuko mwanaume mmoja tu anaitwa Yesu Kristo mwana wa Mungu, ambaye hawezi kukutenga kwa hali yoyote. Anasema hata kama wewe ni mgonjwa, njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, yeye peke yake atatuponya. Ninatangaza juu ya watu ambao wanaona jamii imewatenga. Nazungumza na watu ambao wanaona maisha mazuri yamewatenga, furaha imewatenga. Wamekuwa ni watu wa vilio, wamekuwa ni watu wa kuhangaika, kutwa kucha weni wa kulia. Wengine hamna amani kwenye ndoa zenu, mmekuwa ni watu wa vilio. Jioni ya leo tumekuja na Yesu Kristo mahali hapa. Mvua inyeshe isinyeshe, habari zake zinahubiriwa. Uondoke ubaki mpaka mkutano umalizike, na tutahubiri katika jina la Yesu. Sema amen. Haleluya. Acha nikwambie ya kwamba kazi za Mungu zinaendaga kwa watu wa Mungu. Haleluya. Hapa Yesu amefunguka, anasema waziwazi, kafungua maneno yake, ametuwekea maneno yake wazi, ili ya kwamba akili zetu zisikilize haya maneno, zikisikiliza ziyapokee, ziyafanyie kazi, muingie kwenye baraka zenu. Sema amen. Mimi mnayeniona hapa, mmesikia bishop anatoa ushuhuda hapa. Nilikuwa nimechoka wana wa Mungu, nilikuwa nimepigika. Mnayeniona hapa hali mbaya, wakati huo bishop anasema hayo maneno ya kuniambia karibu kanisani kwetu,
ni vile tu haukuwepo. Naishi kwa imani tu, mimi ni msanii. Lakini maisha ni magumu. Na ni kama ambavyo unawaona wasanii wengine wako mjini. Kuna wengine wakituona tumebarikiwa namna hii, wanasemaga hapana, wewe maisha yamekaa vizuri sasa hivi kwa sababu ya sanaa. Acha nikwambie kwamba hapa sio sanaa iliyonifanya niweko hapa. Amen. Kama ni swala la usanii, Tanzania kuna wasanii Rundo, sema Rundo. Hivi ninavyoongea, niangalieni vizuri. Wana wa Mungu mniangalie. Hivi ninavyoongea, hivi ninavyoonekana, usifikiri ni kwa bahati nasibu. Amen. Yaani ninaishi vizuri, sema vizuri. Ninakula kile ninachotaka, sio ninachopata. Amen. Unajua kuna tofauti kati ya kula unachotaka na unachopata. Amen. Ninakula ninachofanyaje? Ninachotaka. Kwa sababu Bwana ameshanipendelea, wana wa Mungu. Na ndio maana na sisi pia tukasema hatutanyamaza kimya. Tutashika Biblia na tufanye yale ambayo Yesu Kristo ameagiza tuyafanye, ya kwamba enendeni ulimwenguni kote mkahubiri habari njema hizi, ili watakao kubali, watakao amini, Jehova afanye baraka pia kwenye maisha yao. Kama unaelewa kile ninachosema, piga makofi na vigelegele, sema amen. Haleluya. Biblia inasema hawa jamaa wenye ukoma walivyoona jamii imewatenga, halafu hawatakiwi kuchanganyikana na wao, wakiwa wametengwa nje ya malango ya mji, Biblia inasema wakasemezana. Hebu sema wakasemezana. Maana yake hawakunyamaza, walifungua vinywa vyao, wakasemezana, wakasema hapa tulipo pana njaa. Haleluya. Halafu wakasema tukirudi ndani ya mji kuna njaa, nasi tutakufa humo. Halafu tukibaki hapa tutakufa vile vile. Amen. Halafu wazo likaja, wakasema haya twende tukaliendee jeshi la Washami, wakituhifadhi hai tutaishi, halafu wakituua tutakufa tu. Biblia inasema wakoma wakaanza kupanga mkakati wa kuelekea kwenye kambi ya jeshi ya Washami. Ninachompenda Mungu ninayemtumikia, wakati wakoma wanapanga safari ya kuelekea kwenye kambi ya jeshi ya Washami, Mungu ninayemtumikia akasema sitawaacha peke yao, sitawaacha waende peke yao, kwa sababu imani ya kwanza kupiga hatua za kuelekea mbele ndio imani ya kimungu. Kubaki kwenye maisha tulionayo, hiyo sio imani ya kimungu. Lakini kupiga hatua kumfuata Yesu Kristo, hiyo lazima Jehova akutanishe nguvu zake kwenye maisha yako, lazima baraka ifanikiwe hapo, sema amen. Lakini Biblia inasema ya kwamba wakati watu dhaifu wenye ukoma wakiwa wanapiga hatua dhaifu kuelekea kwenye kambi ya jeshi ya Washami, kule kwenye kambi ya jeshi ya Washami habari ilikuwa ni ya tofauti. Kwa nini? Haleluya. Kwa nini ilikuwa habari ya tofauti? Ukirudi kwenye maandiko, Biblia inasema kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari, kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Kumbe ni tukoma tu ngapi? 4. Yani wakoma wako 4 wanachukua hatua kuelekea kwenye kambi ya jeshi ya Washami. Halafu kule kambini wanasikia kama msafara la majeshi aliyekodiwa. Yani mtu dhaifu tunatembea hivi. Halafu kwenye kambi ya jeshi inasikika ni wanajeshi wakapiga biu, wakapiga saluti, wakasema mnasikia hizo sauti? Hizo sauti mnazozisikia ni majeshi yaliyokodiwa yaje yapigane nasi, kwa hiyo tukimbie. Haleluya. Hivi ndivyo ambavyo Bwana ataenda kufanya na watesi wako. Hivi ndivyo Bwana ataenda kufanya na wale wanaokudharau leo. Kile Bwana atakachokifanya, ataenda kuwasikizisha wanaokudharau leo kishindo cha jeshi kubwa. Kama ni biashara, ataenda kuwasikilizisha ya kwamba wewe ni mfanyabiashara mkubwa. Hata kama una kagenge kadogodogo, Jehova anaenda kuwatisha wanaokutisha, anaenda kukuinua mbele ya wanaokudharau, anaenda kukuheshimisha katika watu wanaokushusha. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Mnanielewa watu wa Mungu? Nazungumzia international level. Nimeenda international level kuhubiri injili. Amen. Kama nilienda Marekani, wale wazungu wakakaa wakaelewa, akibisha Watukuyu kuna kitungamisha. Amen. Kama mzungu alikaa Marekani akasikiliza akaelewa akampa Yesu maisha yake, akibisha Watukuyu sifa na utukufu ni kwa Bwana. Sema wewe. Namwambia Mungu kama kawaida. Tende sehemu nyingine. Amen. Hapa tunasema juu ya msaada wa maisha yako. Uweze kuona ya kwamba kuteseka huko nako kupitia
kupangia sio saizi yako kupangia. Mungu akukupangia kulia kwa ajili ya kulia. Kuna kina mama utafikiria kwenye ndoa zenu utafikiri maji na kitunguu maji. Tina kuliza kila siku. Vile boza wa kienyeji kwa waganga wa kienyeji kwa waganga wa kienyeji. Lakini huko mwanaume wanaye aliyesema yatima akasema yeye ni mume wa wajane. Akasema ukija kwa uzima katika kupokea uzima katika jina la Yesu. Sema amen. Huyu tukuyifanya tukanyage tukuyileo. Halafu unakaa na mnaangalia. Ule anawabishi kaka bakule anawabishi. Yesu nini? Yesu nini? Tunamwangalia unasema wewe. Tunamwangalia unasema wewe pole. Hatuwezi kuseme kuzomeokoka, hatuwezi kuzozana. Mungu wetu anaweza kujitetea. Mungu wetu anaweza kujisimamia. Kwa maana yeye na dunia wa mbingu na dunia. Unaona walokole hatumana, unaona walokole hatuna shida za gombana juu ya Mungu. Kwa sababu Mungu wetu yu hai. Yeye anajiweza, yeye anajisibishana na sisi. Ukibishana na sisi tunakwambia hiyo biashara sisi hatufanyaji. Amen. Hatufanyi. Hata utadhalaunya hatuna shida sonya. Biblia katika Zaburi ya 12 ule mstari wa 5 inasema nami nitamweka salama yeye wanayemfyonya. Yani hata mtu akitusonya tunamrudisha neno tamu ubarikiwe. Haleluya. Soft. Alafu anaendelea kuumia moyoni mwake. Yani nimelisonya linasema nibarikiwe. Uende kwa amani. Haleluya. Kisoft. Yesu asifiwe. Hebu sema kisoft. Hatutaogopa. Sasa Mungu kwa sababu umepiga roho kikabomba. Mungu nampenda sana. Ameangalia chini akasema najua wanataka habari. Kwenda kuangalia hivi koki kabisa uliko. Wewe. Ngoja kikoki. Mwingine hapa katoka bio sijui anawahi wapi hata nyumbani hajafika anaona kakoke. Sijui ni rudi sijui hii. Nenda. Amen. Shida. Wewe hamna shida. Hapa tunazungumza habari za maisha yako. Wokovu ni kwa sababu ya maisha yako. Wokovu ni kwa sababu ya familia yako. Wokovu ni manufaa. Yani ukiokoka huwezi kuona hata siku moja Masanja amenenepa hivi kwa sababu umeokoka. Ila mtu atabaki nayo wewe mtu na tumekanyaga mahali hapa ili Bwana afanye jambo jipya kwenye maisha ya mtu mmoja mahali hapa. Na jioni ya leo anakwenda kufanya. Biblia inasema wakati wa koma wale dhaifu, mtu dhaifu vimeliwa na ukoma, hata akikanyaga hivi hamna kishindo kwa sababu ni vinatembea. Mungu akaangalia chini akasema mliwazalao wao nje ya malango ya mji na mwana pale wafe akula pale wafe kwa njaa lakini hawatakufa hawa kwa maana mimi niko pamoja nao. Amen. Yani kile nakionaga Mungu alichofanya akasema sasa acha nitoe advertise. Sema advertise. Mungu akaenda kwa wakoma akachukua microphone kama hizi. Mbinguni zitakuwa herufi na sauti sana. Kachukua mic kafunga kwenye miguu ya wakoma. Na huku funga miguu yote ya wakoma. Kachukua amplifier kwenye speaker mbinguni na maspika kachomeka alafu kainua maspika. Bebeni speaker wakabeba wakaenda wakayaegeshea kwenye kambi ya jeshi ya Washami. Haleluya. Aegeshea maspika pale. Hizo ni kazi za Mungu kisiri hatuzionagi. Amplifier rudi kwenye amplifier la mbinguni akawasha switch on. Yani mtu tuine abatoma akisha tukitembea hata kishindo akisikiki. Biblia inasema kwenye ile kambi ya jeshi wanasikia likishindo. Atiga na ni mtu kwenye nini? Ukoma tuine. Sasa kama Mungu alifanya haya kwa wakoma, kufanyia asikufanyia. Haleluya. Kwa nini asifanye hayo? Na anasema yeye ni yule wa jana, halafu yule wa leo, halafu yule hata milele. Fanya kwa wake aliyofanya kwa wakoma, anaenda kufanya kwa watu kuu. Aliyofanya kwa yule mwanamke mjane, anaenda kufanya leo watu kuu jioni ya leo. Kama unaelewa kile ninachosema piga makofi na vigelegele kwa Bwana. Sema amen. Huyu tunamtumikia ndiye anaye monitor hiki tunachokifanya hapa. Huyu tunamtumikia ndiye anaenda kufungua waliofungwa hata jioni ya leo. Walioelekeza magonjwa kwako yanaenda kurejea yalikotoka katika jina la Yesu jioni hii. Haleluya. Sisi sio store ya magonjwa.
Mguse jirani yako, mwambie mimi sio store ya magonjwa. Mwambie mimi sio store ya mapepo. Mwambie mimi sio store ya maumivu. Alafu ninataka niwaambieni kitu, the way unasema, the way Bwana anatenda. Haleluya. Iko nguvu kwenye kutamka. Anapotamka anatangaza. Haleluya. Usije ukasikia na kwambia sema alafu waachie watu wengine. Na ndio maana hata baraka zinatofautianaga. Sababu wako watu wana tabia ya kujisikia. Wakiambiwa sema hawasemi. Sasa aliyesema tuseme nani? Masanja. Kunafanya mambo makubwa mtumishi wa Jehova. Amen. Sijawabariki, maana akasema kabla sijawabariki wengine unaowahubiria kwanza naanza na wewe. Amen. Nashika kasuti ni Jehova. Aka kasuti ni kapi, asema kapi. Nimeacha tungine, bado nimeacha tungine tu pia bado sijaanza kutuvaa. Haleluya. Taanza nimepili jahi. Aita kuna jamani moja alina mpya sasa silikishi ni shuhuda. Bwana tutendee. Maana kadri unavyoshuhudia ndivyo unavyotendea. Nisikia. Alafu najua sisi wanaume ndio tuna bahati mbaya. Wakati mgumu unapita kwenye wakati mgumu, hata mtu akikuangalia hivi kwa macho anajua huyu ana kwenye hali ngumu. Haleluya. Unaona hata hizi ndevu, mnaona ndevu zangu zilivyo kama yani ngumu, hata ndevu kwenye hali ngumu, hata ndevu hiyo zitoki kwenye mpangilio. Unaona tu hapa sita. Kalega. Unajua huyu bwana wani huyu. Hebu muangalie wa jirani yako, usimwambie chochote, mgeukie tu. Angalia bwana wani. Alafu baki na jibu moyoni. Tidahili. Kina dada. Nataka kuolewa, watu wanataka kuwa kienyeji. Waganga wa kienyeji. Muganga. Saidie muganga. Ndio mnaona kuna wanaishaka kuwa waganga, wake wa waganga. Haleluya. Naenda unataka kuolewa, kumbe ni ganga ndiye anataka kuongeza mke. Kesho tunaona unanuka mitishamba. Haleluya. Ile na mimi Mungu naye sana. Yaani unajiangalia alafu unajikubali. Haleluya. Sio mpaka usubiri wako tu kukubali. Bwana ina take time. Amen. Jikubali. Alafu unaanza kujikubali. Amen. Wasipokujikubali anza wewe kujikubali. Wasipokupenda unaanza wewe kujipenda. Amen. Wasipokufurahia anza kujifurahia. Amen. Kelea anza kuchekelea, anza kujichekelea. Amen. Wanapokununia usijinunie. Nataka dia kujinunia una Mungu. Dogo lete kitambaa changu, wapi kitambaa? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumekuja Tukuyu kwa kusudi letu. Tumeleta habari njema za Yesu Kristo kwa sababu mahali hapa mtu mmoja mahali hapa anaenda kuanza maisha mapya jioni ya leo. Amen. Moyo tu, acha nikutie moyo tu ya kwamba Mungu huyu ndiye ninayemtumikia. Anafanya mambo makubwa. Anafanya mambo makubwa ambavyo huwezi hata kuelewa. Na usifikiri kufanywa mambo makubwa ni lazima sijui ufunge safari uende Nigeria. Amen. Kuna watu hapa mlienda hadi Loliondo, mbona mmerudi hamjapona? Amen. Hapa hamna noa zilienda Loliondo. Hamna magari yalibeba watu na ikawa karudi na upele wako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unanyweshwa kikombe halafu na haupoti. Lakini hadi leo hakuna kikombe, hakuna vidonge la Yesu Kristo. Neno la Yesu Kristo hapa, hilo peke yake ni tiba, hilo peke yake linaponya, hilo peke yake linainua. Ndilo tulilolileta jioni ya leo, na katika jina la Yesu Kristo unaenda kushuhudia. Amen. Amen. Lakini na mimi pia ni mstaarabu, bado bisi kuondoka. Amen. Ningenyesha eti niliondoka nani eti wewe niliondoka sasa hadi kuondoka wote tumebaki. Na mimi pia namwambia Mungu unavyowabariki hao ambao ambia Bwana usije ukanisahau. Amen. Wakati naomba mimi na vitu ambavyo hawajaokoka, si wana vitu hawajaokoka, si wana vitu vyao Bwana aliwawekea. Namwambia Baba kuomba, namwambia Baba Mungu
kuna watu kwa si unipe kwanza mimi ndio huko kioko au bashia baba kila mtu ana vitu vyake. Kadri unavyoleta maombi tuambia badilisha maombi tuambia baba kuliko vikae tu pesi tumie kwa tuvitumie. Amen. Halafu hawa akili na wenyuka na amen. Unajua kuna watu tu yani sisi anasema sisi tumezaliweka ni wa masikini. Sisi tumezaliweka kuishi kwa shida. Wewe ugonjwa. Mbona ugonjwa hata baba aliumwaga na bibi, alafu na kaka yetu mkubwa na kaka yetu tena na mimi ndio huu umenipata. Huu ni ugonjwa wa ukoo. Hakuna ugonjwa wa ukoo mbele za Yesu. Hata kama ukoo wenu ulikuwa na huo ugonjwa, wewe unakuwa katika jini kupona katika hata kama vitu havikuwezekana kwenye ukoo wenu vinaanza kuwezekana kwako katika jina la Yesu Kristo. Hivi ndivyo vitu vya Yesu vinavyofanya kazi. Hivi ndivyo vitu vya kimungu vinavyofanya kazi. Sema amina. Kwa sababu anajua tu ya kwamba sio kwamba una shida kubwa. Anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Hawana, sio kwa sababu hawana akili, maarifa, knowledge. Kwa sababu anajitoa habari kwa sababu hapa tulikuja kwenye mkutano hapo toka mwaka tulianza historia za mikutano yote iliwahi kufanyika na kayeboyo amevaa yeboyo maboti hataki kuokoa hapa tuongelee historia. Haleluya. Tunaongelea reality. Amen. Tunaongelea na huu ni wakati ambao nataka ni mmoja kujua maisha ya mtu mmoja. Haleluya. Kama umekaa chini simama juu tumuombe Mungu kwa dakika chache sana. Chini tafadhali simama juu tu. Tumuombe Mungu. Umeweza kuvumilia huo muda wote, ninajua hata sasa lazima Mungu afanye kitu kwako. Haleluya. Mnielewe Mungu. Mnielewe sana hapa ninapoongea na nyinyi. Unayapitia. Wewe ni shahidi ya maisha unayoyapitia. Unataka Bwana aingilie kati. Liko eneo unasema pekna nashindikana. Ambao tunaenda ndio wakati ambao tunaenda kulikabidhi hilo mbele za Bwana. Amen. Kitu ya acha nikuambie tu ya kwamba Yesu kabla hajakuponya, jambo la kwanza anaanza kushughulika na dhambi iliyoko ndani yako. Sema akusamee dhambi zako zote, then akuponya magonjwa yako yote. Lazima aondoe chanzo. Amen. Lazima afute chanzo cha maumivu yako. Na kama unaona kabla tujaanza maombi, tunataka watu wajitoe, waamue wao wenyewe. Waseme mimi ninamhitaji Yesu. Ili Yesu afanye kwanza kazi ya kufuta dhambi zilizo. Tuna dhambi tunajidai. Sema hatuna dhambi tunajidai. Sema hatuna dhambi tunajidai. Ingie aishughulikie dhambi iliyotizo hayo matatizo. Amen. 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 Unaamini? Inua mkono juu namna hiyo nipungie kama unaamini kinachokuahidia baraka za kushuhudia baraka. Haleluya. Ujioni ya leo. Haleluya. Amen. Kwa imani naomba kila mtu kwenye mkutano kuangalia, hamna shida. Ninazungumza pengine na mtu wanao wawili. Wanaweza kuamini ya kwamba Mungu anaweza kufanya kitu jioni ya leo kwenye maisha yako. Asante kwa jina. Asante kati wewe imani, kati wewe fika macho yako juu na wewe unasema mimi pia ninapo nataka Mungu anibariki katika biashara, katika kazi, katika ndoa. Lolote unaotaka Yesu aingilie kati kwenye maisha yako akusaidie. Wakati umefunika macho unaweza kainua mkono wa kulia tu juu namna hii. Asante kwa ajili ya hiyo mikono. Hata hiyo mimi ninamhitaji huyo, afanyike Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa ajili ya hiyo mikono mlioinua juu. Ninajua hiyo mikono umeinua mbele za Bwana kiwa unaamini ya kwamba unataka Mungu afanye kitu. Na mimi ninakuhakikishia jioni ya leo ya kwamba ni lazima uende kuzishuhudia baraka za Bwana. Kati umeinua mkono wako, wahudumu mnisaidie tu, wadogo zangu nyinyi watoto mlioko hapa. Nivumilie tu nyinyi, msije niombe tunakaomba. Haleluya, alafu tutaomba na nyinyi pia. Amen. Kwa hiyo wewe uliyeinua mkono wako juu hivi, wewe tu uliyeinua mkono nisikilize. Kama ukuinua wewe unaamini. Na waelewe hapa vizuri. Na wahudumu mnisaidie kunisaidia katika hili. Kama mtu aliinua mkono wake, awe ana amani, ubaki tu wewe uliposimama. Wewe tu uliyeinua mkono, fungua macho, ongeza hivi hatua tuje tuombe mahali mkono wako. Wewe tu uliyeinua mkono wako. Kama kuna watu mbele tafadhali omba tupite tuje tuombe pamoja hapa. Wewe uliyeinua mkono. Kama ukuinua wewe na amani, ubaki tu hapa. Sasa
Watoto tutaomba na nyinyi, sawa? Amen. Asante sana. Karibu pita pale. Wewe ndio ule mkono kwa imani unasema nataka jioni ya leo huyo Yesu uliyozungumza habari zake kwenye taka afanye baraka. Asante kwa ajili ya hiyo imani. Asante kwa ajili ya wewe unaendelea kuja hata kama ulikuwa kule mwisho unaamini ya kwamba Mungu anataka afanye kitu kwenye maisha yako. Njoo jiunge na hao watu. Asante kwa ajili ya mnaendelea kuja. Asante kwa ajili ya wewe unaendelea kuja. Najua unajua. Nahitaji liko Mungu vina vitu vya kimungu vinamtia kazi katika mtindo wa imani. Wewe unayeamini apokea kwa Kristo na Yesu Kristo. Kupoteza muda. Kama tumekanyaga mahali hapa kwa sababu wewe unaenda. Asante wewe unaenda. Unajua, kila mtu anajua, kila mtu anaelewa hicho ninachosema. Unajua kwa eneo unayopitia, liko eneo unataka Bwana afanye. Peke yako mimi niliyesimama mbele yako askofu wangu ameongea mahali hapa. Nilisikiliza neno nikaelewa nikaamua. Na ndio maana ninakushauri na wewe unanisikiliza jioni ya leo. Utaweza pekee. Ni furaha iliyoje mbinguni mtu mmoja anapompa Yesu maisha yake. Hii ni jeshi kubwa mbele za Bwana. Lazima Mungu aingilie. Njoo bado. Kwamba kwa na kusudi. Bado unasema na moyo. Kama bado unasema na moyo wako. Wewe ni wa thamani. Najua lakini iko nguvu. Lakini iko nguvu inatamani kuja. Natamani kuja na kuzuia. Usiweza kuzuia. Usiweze kuja mahali hapa. Zuia baraka zako. Asante ni mliokufuata nyuma yangu sala hii. Hii ni sala ambayo unaenda kuruhusu Yesu na kwa kuruhusu yake ndio. Maana yake na uchawi, utakaa uchawi. Ndani yako alitakaa pepo, majini, takataka hazitabaki tena ndani yako. Kwa umeinua mkono wako juu sema nimelisikia neno lako. Nimeliamini. Nimelikubali. Na kwa hiari yangu ninakupokea Yesu ili uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Shetani kuanzia mimi sabi yako tena. Toka katika maisha yangu. Toka katika biashara yangu. Toka si mali yako. Mimi si mali yako. Mimi ni mali ya Yesu. Hurumie. Unisamehe. Nimeteseka. Nimesumbuliwa vya kutosha. Kupumzika. Niandike jina langu. Katika kitabu cha uzima. Na nimeomba haya. Kasu jina la Yesu. Amen. Wakati huu sasa unaweza kuinua mikono miwili juu namna hii. Tumishi wa Mungu Jondo. Ombe baraka juu ya. Chilia mbele za Bwana. Funika macho yako kwa imani, acha tumwambie maaskofu. Taka huko nyuma. Tawawa. Juu ya wawa. Acha tukukabidhi. Ninajua yuko mtu kwenda kwa thubutu kwenda kwa na magonjwa kwa jina la Yesu. Jina Mungu katika jioni ya leo Jehova.
in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Tunahitaji kikesha unafanikiwa. Magonjwa kila aina ya mikosi hairejei kwako tena. Tuendelee na ratiba zingine. Amina. 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 Piteni tu watu wa Mungu. Fata tu maeneo hapo wanapopita wengine. Hapa nani? Shetani anapojinua juu ya watoto. Tunajua watoto kwa kutumia watoto wadogo. Mungu tunajua tumia watoto wadogo. Tumia watoto wadogo. Wanaenda kinyume na kila mipango ya Shetani. Ya kwamba katika jina la Yesu Kristo. Kila mihasi katika jina la Yesu Kristo. Mungu kashughulika nao.